Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kusalimu katika jina la Yesu. Wewe usinifahamu, labda unaniona kwa mara ya kwanza, naitwa mchungaji Riziki Nathaniel Ngonja wa kanisa la EGT hapa Uyole jijini Mbeya. Na kuwa hewani karibu kila siku Jumapili kuanzia saa 5:30 mpaka saa 6:30 na alasiri kuanzia saa 10:30 mpaka saa 11:30. Hapa utapata mafundisho mbalimbali ya neno la Mungu, lakini maombi na maombezi. Tunamwona Mungu kwa namna pekee kabisa. Amen. Leo nina ujumbe mzuri kwako. Amen. Nazungumzia kumjua Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nazungumzia kumjua Yesu. Maana watu wengi pengine kwa sababu ya kutokumjua Yesu wamemzungumzia tofauti. Usiyemjua vizuri unaweza kaeleza juu. Lakini kama mtu namjua vizuri utamwelezea vizuri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba uwepo mahali hapa, atulie mbali, naomba tushiriki pamoja katika mafundisho haya kwa sababu yupo Mungu anakwenda kutuhudumia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka nizungumzie ubwana wa Yesu. Yesu ni Bwana. Kwa nini anaitwa Bwana? Neno Bwana kwa Wayahudi au Agano la Kale lilimaanisha Mungu. Yaani mimi niko. Nilizungumzia ukuu wa Mungu ambaye Bwana, neno Bwana liliandikwa kwa herufi kubwa. Likimaanisha yani yeye ni Mungu ambaye niko. Yaani zaidi yake hapana mwingine. Yaani Mungu muumba. Wakati mwingine Wayahudi waliita Yahweh wakimaanisha Mungu au Bwana. Neno Bwana waliliandika kwa uangalifu sana. Nataka nizungumze ubwana wa Yesu ili wewe Mkristo uweze kuelewa unayetembea naye huyo Kristo unayemwamini ni wa namna gani, kwa sababu kumjua Yesu ni zaidi. Kumjua Yesu wengine kwa lugha nyingine wanaita ginosko, ikiwa na maana ya ujuzi binafsi unaotokana na uhusiano wa karibu sana na wa ndani zaidi. Kumjua Yesu. Nazungumzia kumjua Yesu. Kwenye Biblia watu waliomjua Mungu, naposema Mungu maana inamtaja Yesu, ni watu mashujaa ambao walikuwa tayari kulipa gharama ya wokovu, wasimwache Mungu. Washindi wote waliomaliza vizuri safari, watumishi mbalimbali waliomaliza vizuri. Mfano wa Ayubu, maandiko yanasema palikuwa na mtu mmoja katika nchi ya Usi. Yeye alikuwa ni mwelekevu, mcha Mungu na mwenye kuepukana na uovu. Pamoja na magumu aliyoyapitia hakuweza kumwacha Mungu. Maana yake huyu mtu alimjua Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nikinukuu maneno ya Bwana Yesu anasema mtu akitaka kunifuata, cha kwanza sharti anasema ajikane mwenyewe. Amen. Namba 2 abebe msalaba wake na tatu yake amfuate. Leo nataka nizungumzie ubwana wa Yesu, yani Yesu ni Bwana. Siku nyingine nitaeleza uungu wa Yesu. Yesu ni Bwana. Tazungumzia jinsi ambavyo alitambulishwa na Mungu mwenyewe na jinsi ambavyo tutaendelea naye. Wakristo ama waamini wote ulimwenguni kote tunaamini kwamba Yesu ni Bwana na ni Bwana kweli. Haleluya. Haleluya. Lakini kuna wakati unaokuja pia ambapo kila jicho litamwona na kila ulimi utakiri kwamba Kristo Yesu ni Bwana. Hata ambao walikuwa hawaelewi au hawaamini kwamba ni Bwana, kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri kwamba Kristo Yesu ni Bwana. Watu wengi wameacha kutembea na Mungu vizuri, labda hawajaelewa ubwana wa Yesu, hawajaelewa Yesu alivyo. Hawajamjua Yesu. Ukimjua Yesu hautakata tamaa. Ukimjua Yesu hautamwacha njiani. Mtume Petro anaulizwa kwamba na ninyi je, mnataka kumwacha Yesu? Mnataka kuondoka? Anasema twende kwa nani Bwana? Maana kwako kuna maneno ya uzima wa milele. Yaani majitu yanayomjua Bwana anasema twende kwa nani Bwana? Bwana Yesu asifiwe. Tunaposema amina maana yake na hiyo hivyo. Haleluya. Haleluya.
Wanaomjua Yesu hawatetereki. Wanaomjua Yesu hawaishaki safari. Wanaomjua Yesu hawamwachaki Yesu kwa sababu ya majaribu. Wanaomjua Yesu hawarudi nyuma. Wanaomjua Yesu wanaendelea kutumika. Wanaomjua Yesu ni makamanda. Wanaomjua Yesu ni maaskari wasiorudi nyuma. Wanaomjua Yesu wanaendelea kumshika Yesu. Hata kama wangeharikishwa, wanabaki kumtembea na Yesu. Hata kama wangekataliwa ama kutukanwa ama kufukuzwa, hawawezi kumwacha Yesu. Wanamjua Yesu manake. Kumjua Yesu manake ni ujuzi binafsi unaotokana na uhusiano wa karibu. Amina. Wa karibu sana wa mtu kutembea na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kujua ni zaidi ya kufahamu. Ndio maana katika wanadamu tukisema unamjua sana sana, unamjua mume wako ama mke wako. Wanaojuana ni wale watu wa karibu zaidi. Ndio maana sema kama kumjua kwa lugha nyingine inaitwa ginosko, ikiwa na maana ni uhusiano wa karibu. Ni ule ujuzi binafsi unaotokana na uhusiano wa karibu. Wa mtu kuwa karibu sana sana sana. Wanaokuwa karibu wao wanawasiliana, wanakuwa na mazungumzo, wanatembea pamoja. Wanaotembea pamoja wanakuwa wamepatana. Wanaokuwa wamemwamini Yesu maana wamepatana na Kristo kutembea naye. Nilizungumza siku moja nikasema kumpa Yesu maisha yako ni hatua ya kwanza. Namba ya pili ambayo ni ya muhimu ni kutembea na Yesu. Wengi walipoongoza swala la toba wakaishia pale, sasa hawatembei na Yesu. Ni kwa sababu hawamjui Yesu. Wengine kwa sababu walikuanza makanisani. Wengine kwa sababu ya majaribu katika ndoa. Wengine kwa sababu ya shida kadha wa kadha waliamua kumwacha Yesu. Waliamua kumwacha Yesu. Leo nazungumzia Bwana wa Yesu ulivyo. Bwana Yesu apewe sifa. Unaweza kuwa unapitia katika matatizo mbalimbali. Wanaomjua Yesu hawamwachaji Yesu. Haleluya. Amen. Nazungumza na wanandoa pia hapa mahali hapa wananisikiza na kuniona kutoka mbali, na hata wengine wako mahali hapa. Nazungumza na wafanyakazi, nazungumza na matajiri na masikini. Yaani nazungumza na watu wa rika zote na makabila yote, kwamba Yesu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Manabii waliotutangulia walikuwa walitembea na Mungu, lakini sio kama Yesu, wala hafananishi na malaika, hafananishi na mtume yoyote au mwanzishi wa dini yoyote. Yeye Yesu ni Bwana. Yeye alikuwepo na yupo na atakuwepo. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Biblia nzima inamzungumzia Yesu. Kwenye Agano la Kale, katika vitabu vyote vya Agano la Kale vinamzungumzia Yesu kwa fumbo fulani. Kwa mfano, unaposikia Biblia inasema kwamba Shadraka, Meshaki na Abednego walikuwa kwenye ile tanuru ya moto, ghafla mfalme Nebukadneza anasema kwamba ninamuona mtu wa nne kwenye ile tanuru. Pale aliyekuwa mtu wa nne maana ni Yesu mwenyewe. Anaposema kwenye bustani ya Edeni kwamba kulikuwa na mti wa uzima, manake anazungumziwa ni Yesu mwenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Ibrahimu anapokaribisha wageni, katika wale wageni mtu mmoja akasema, "Je, nimwache nisimpe siri ninayoendea huko ninakoenda huyu mtumishi wangu Ibrahimu?" Yule mtu alikuwa ni Yesu mwenyewe. Kwenye kila kitabu amezungumziwa Yesu kwa fumbo. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati wana wa Israeli wanasafiri kutoka nchi ya Misri kuelekea nchi ya ahadi, walikunywa maji kwenye mwamba. Ule mwamba unatafsiriwa ni Yesu mwenyewe. Kwenye Agano Jipya Biblia inasema mwanamke mmoja yeye bikira akachukua mimba akamzaa mwana. Huyo mwana anaitwa Immanueli, maana yake Mungu pamoja nasi. Yaani uwezo wa kifalme utakuwa juu yake. Yesu akiwa siku za mwili wake, Bwana Yesu apewe sifa, anapewa jina la Yesu. Kwenye Agano Jipya tunatambua kwa jina la Yesu. Alikuwepo na yupo na atakuwepo. Ni vizuri kumjua vizuri Yesu, ili ukipita katika hali zote mtukuze Yesu. Katika mafanikio yako mtukuze Yesu. Katika shida zako mtukuze Yesu. Ukiwa kwenye majaribu mtukuze Yesu. Hautamwacha Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya.
Kuokoka ni safari, sema amen. Ukristo ama kuokoka ni safari. Hata kuitwa Mkristo sio neno jepesi. Neno Ukristo lilianza na wale ambao walimfuata Yesu. Watu wa Antiokia waliomwamini Yesu, wanafunzi wa Yesu. Wakati wanatembea na Yesu, walikopi na kufuata bia zote za Kristo. Walimwengu wakasema hawa ni wa Kristo, yaani hawa ni mali ya Kristo. Kwa hiyo kuwa mali ya Kristo maana umenunuliwa na Kristo. Wewe upo kwenye himaya ya Kristo. Wewe ni mali ya Kristo. Mkristo yeyote lazima utembee sawasawa na Kristo alivyo. Sasa unayemwamini ni vizuri kumjua. Sema amen. Kuna watu wanamtumikia Yesu wakati hawamjui Yesu. Kuna watumishi kadhaa ama waimbaji ama watumishi wote walao pande mbalimbali chini ya jua wanamtumikia Yesu wasiyemjua. Hata wanamtungia nyimbo wanaimba lakini hawamjui Yesu. Hata wanamchezea na shitopu lakini hawamjui Yesu. Wengine wametoa na Yesu na kuhubiri lakini hawamjui Yesu. Nataka nikwambie ni hatari kubwa kumtumikia mtu usiyemjua. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio maana kuna watu wanaongea uongo ni kwa sababu hawamjui Yesu. Kuna watu wanafanya dhambi kwa siri kwa sababu hawamjui. Laiti wangemjua wasingefanya dhambi kwa siri. Laiti wangemjua wasingeongea bila kupangilia maneno. Wangemjua wasingeongea na kuchonganisha na kupata shida la uchungu. Wangemjua wangeishi maisha matakatifu. Maana yeye anajua yote unayowaza. Alikuwepo na yupo na atakuwepo. Yeye ndiye atakaye hukumu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 9 mpaka mstari wa 11, kama kuna msomaji mzuri nisaidie kusoma mahali pale. Anaanza kwa kusema kwa hiyo Mungu alimwadhimisha mno. Nazungumza kwamba cha kwanza Mungu mwenyewe alimtambulisha. Hakuna malaika aliyetambulishwa kwamba ni Bwana. Hakuna mtume wala nabii aliyetambulishwa na Mungu kwamba ni Bwana. Labda kuna watu wanawatambulisha. Nazungumza utambulisho wa Mungu mwenyewe akithibitisha Bwana wa Yesu Kristo. Yaani yeye ni Bwana wa mabwana. Haleluya. Kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 9 mpaka 11. Apewe sifa. Na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba. Ili Mungu atukuzwe, lazima utambue kama Yesu ni Bwana. Sema amen. Sasa nasema Mungu alimwadhimisha mno. Yaani Mungu alimtukuza. Hakuna mahali panasema Mungu alimtukuza nabii fulani wala mtume fulani. Hapa maandiko yanasema jinsi Mungu aliyomtambulisha Kristo. Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina linalopita majina yote mbinguni na duniani. Kwa jina hilo mapepo yanakimbia, kwa jina hilo magonjwa yanaondoka, kwa jina hilo watu wanakombolewa, kwa jina hilo watu wanapata uzima, kwa jina hilo watu wametajirishwa, kwa jina hilo watu wameheshimishwa, kwa jina tu. Bwana Yesu apewe sifa. Ile jina alipewa na Mungu mwenyewe. Mungu anamtambulisha, Mungu anamwadhimisha. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Anasema kwa hiyo Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia lile jina lile lipitalo majina yote, linalopita kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, na vitu vyote vya mbinguni na vya duniani na hata chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana kwa utukufu wa jina la Yesu. Kwa hiyo ninazungumza, asikwambie mtu kuomba kwa jina la kwake yeye. Lipo jina moja tu, jina la Yesu. Kwa sababu Yesu ndiye ametambulishwa kwa walimwengu wote, watu wa dini zote, watu wa lugha zote. Jina la Yesu lina uwezo wa ajabu. Yaani watu ungekataa taja jina la kwako halitaweza kutoa mapepo. Jina la mtu mwingine haliwezi kuondoa magonjwa. Jina la Yesu lina uwezo wa ajabu. Aliyemtambulisha ni Mungu mwenyewe. Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia, yaani akamzawadia. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Yaani alimkirimia jina linalopita kila jina. Kuna watu wana majina chini ya jua, wamesifiwa sana na wamepata sifa nyingi sana. Baadaye yale majina hayakusaidia kitu. Lakini huyu ametambulishwa na Mungu mwenyewe. Mungu amemwadhimisha
amemwadhimisha, amemkirimia jina linalopita kila jina. Unapofanya jambo lolote lazima ufanye kwa jina la Yesu. Anasema kwamba kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa utukufu wa Mungu mwenyewe. Yaani Mungu anatukuzwa. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Popote unaposikia ujumbe huu, mtu asikudanganye kuomba kwa jina la mwanamke au mwanamume fulani. Ni jina la Yesu pekee. Jina la Yesu tungetamka huko, unatembea unatamka jina la Yesu, pepo zinakimbia zenyewe. Jina la Yesu unapotamka kwenye biashara yako, jina la Yesu kwenye huduma yako, ina uwezo na nguvu isiyo ya kawaida. Cha msingi mkubali, amini kwamba yeye ni Bwana. Uamini kwamba yeye ni Bwana. Ukiamini unakombolewa. Bwana Yesu apewe sifa. Ukiamini unaokolewa, unawekwa huru. Yesu ni Bwana. Kuna watu wanamfananisha Yesu na mitume fulani. Nataka nikwambie, nikumshusha hadi Mungu. Yaani yeye ni Mungu. Yeye ni Bwana. Hata neno Bwana haliandiki Bwana herufi ndogo, ni Bwana herufi kubwa, kuashiria ni Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu. Anapotamkwa huyu, pepo zinachanganyikiwa. Akitamkwa Yesu, yani Bwana Yesu, majini yanachanganyikiwa. Akitamkwa Bwana Yesu, magonjwa yanaondoka. Akitamkwa Bwana Yesu, viziwi wanafunguliwa. Akitamkwa Bwana Yesu, kila shida inaondoka, kila mlima unang'olewa, kila adha inaondoka. Yeye ni mwamba wa miamba. Nazungumza na wanawake na wanaume, watu wa kila makabila, waelewe kwamba Yesu ni Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Unijue vizuri unayemtumikia, na hata wewe usiyemtumikia, jua kwamba Yesu ni Bwana. Kwa sababu usipoamini leo, utaamini tu. Kuna wakati ujao kila goti litapigwa. Utake usitake, utampigia magoti Bwana Yesu. Yaani hata ambao wanamkana Yesu watapigia magoti. Hapa nazungumza wakati uliopita ambapo Mungu alimwadhimisha. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani Mungu alimwadhimisha sana, akamkirimia jina linalopita kila jina, yaani mbinguni na duniani na hata kuzimu, yaani chini ya nchi. Hata mapepo yanakiri Yesu ni Bwana, tena yanaamini na kutetemeka. Wanajua Yesu ni Bwana, na ndio maana kuna mahali mapepo yakamwambia Bwana Yesu, Yesu umekuja kutuangamisha kabla ya muhula wetu. Tunakujua wewe ni Kristo Yesu mwana Mungu aliye. Yanasema umekuja kutuangamisha kabla ya muhula wetu. Tunakujua wewe ni Kristo mwana Mungu aliye hai. Kwa hiyo shetani anajua Yesu ni Bwana. Yaani ni Bwana wa mabwana. Na wewe usishangae, wewe usihangaike na majina mengine. Wewe kubali kwamba Yesu, amini kwamba Yesu ni Bwana, kwa utukufu wa jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya, haleluya. Nisome kitabu cha Warumi kitabu cha Matendo sura ya 2 mstari 36. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 36. Nisome mahali pale. Matendo sura ya 2 mstari wa 9 mpaka mstari wa 11. Matendo sura ya 2 mstari wa 9 mpaka wa 11. Amina. Biblia inasema, Wapathi na Wamedi na Waelami nao wakao Mesopotamia, Uyahudi na Kapadokia, Ponto na Asia, Frigia na Pamfilia, Misri na pande za Libya, karibu na Kirene, na wageni watokao Rumi, Wayahudi na waongofu, Wakrete na Waarabu, tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Wakashangaa wote, wakaingiwa na shaka, wakiambiana, maana yake nini mambo haya? Wengine waliziaki wakisema, wamelewa kwa mvinyo mpya. Soma kitabu cha Warumi sura ya 1 mstari wa 4. Kitabu cha Warumi sura ya 1 mstari wa 4. Warumi sura ya 1 na ule mstari wa 4. Ndio. Na kudhihirishwa kwa uweza kuwa mwana wa Mungu kwa jinsi ya Roho ya utakatifu, kwa ufufuo wa wafu, Yesu Kristo Bwana wetu. Yesu Kristo Bwana wetu. Bwana apewe sifa. Yaani amedhihirishwa. Yaani Yesu ni chapa ya Mungu mwenyewe. Yesu ni Bwana. Ndio maana kama nawaambia wanafunzi, nawaambia makutano kwamba aliyeniona mimi amemwona Baba.
amemwona Mungu aliye juu. Haleluya. Yaani Yesu amekuja kumdhihirisha Mungu kwa jinsi ya mwili. Haleluya, haleluya. Nazungumza, yaani Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi, ni Bwana wa mabwana. Amini hiyo, Yesu ni Bwana. Sasa Mungu alimwadhimisha. Huu ni wakati uliopita. Tuone kwenye kitabu cha wakati ulionao sasa. Unaweza kuona Matendo sura ya 10 mstari wa 36. Kitabu cha Matendo sura ya 10 mstari wa 36. Matendo sura ya 10 na ule mstari wa 36. Tutasoma. Neno lile alilowapelekea wana wa Israeli akihubiri habari njema ya amani kwa Yesu Kristo, ndiye Bwana wa wote. Jambo lile ninyi mmelijua, lililoenea katika Uyahudi wote, likianzia Galilaya baada ya ubatizo aliohubiri Yohana. Bwana Yesu apewe sifa. Pale kwenye mabano amesema ndiye Bwana wa wote. Yaani sasa, wakati wa sasa nimekuwa nikifanua jinsi Mungu alivyomkirimia na kumdhihirisha na kumtukuza. Yaani Mungu alishamtukuza, alishamkubali. Hata watu wakatae, Mungu alishamkubali. Hata watu wapinge, Mungu alishamkubali. Sasa kwa sasa, Bwana Yesu apewe sifa. Sasa wakati sasa, Biblia inasema Yesu ni Bwana wa wote. Wale wazungu wa Afrika, watu wa makabila mbalimbali, Yesu ni Bwana wa wote. Mtu ajue au aelewe kwamba Yesu ni Bwana. Taka usitake, Yesu ni Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Watu wengi walipokufa hawakufufuka. Huyu alifufuka kwa uwezo wake. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. 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 Yaani Yesu ni Bwana wa wote. Wote walioko pande zote duniani, Yesu ni Bwana wa wote. Wewe nazungumza wakati wa sasa kwamba uelewe. Yaani saa hizi, wakati huu, ikiwa Mungu alimwadhimisha nyakati zile, nyakati zilizopita, wakati huu Yesu ni Bwana wa wote. Yanazungumza wakati uliopita na uliopo na ujao. Wakati huu Yesu Kristo ni Bwana. Yaani hata saa hizi nikiomba kwa jina la Yesu, majini yanajua yanaondoka, pepo zinaondoka, magonjwa yanaondoka, vifungo vinakatika, mila zinakatika, alama zinaondoka kwa sababu jina la Yesu. Yesu ni Bwana wa wote. Bwana Yesu apewe sifa. Nazungumza na watu, kuna watu ambao hata usiku wa roho hajalala sawa sawa. Nataka nikwambie Yesu Kristo ni Bwana wa wote. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mwambie mwenzako usishangae. Wala usizame sana kana kama umezama usikilize. Amina. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amina. Hapo ulipo kwenye gari ulilonalo, hapo ulipo sebuleni pako, hapo ulipo umekaa mahali popote, nataka nikwambie Yesu ni Bwana. Kuna mambo unayapitia, kuna shida unazipitia, nataka nikwambie Yesu ni Bwana kwa utukufu wa Mungu mwenyewe. Yesu ni Bwana. Acha upige vita, Yesu ni Bwana. Acha ukatae, acha mshinda. Shikamana na Bwana, shikamana na Yesu. Amini Yesu ni Bwana kwa utukufu wa jina lake Yesu. Haleluya. 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 Kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 9 anasema, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu utaokoka. Ile ni Warumi sura ya 10 mstari wa 9. Maandiko yanasema hivyo. Kama unapata unaweza kusoma Warumi sura ya 10 mstari wa 9. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu utaokoka. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani utaokolewa kwenye wimbi la dhambi, utaokolewa na wimbi la magonjwa na mateso na vita unayopitia ukiamini. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema kwamba, yaani nazungumzia wakati wa sasa. Kumbuka nimezungumza wakati uliopita kwamba Mungu alimwadhimisha mno wakati uliopita. Wakati wa sasa maandiko yanasema kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako. Kuna mtu mmoja anataka kuokoka. Baada ya mahubiri haya nitakuombea. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa sababu ukimkiri Yesu, yani saa hizi hajalishi umeoa watu wangapi, hajalishi umekuwa malaya kiasi gani, hajalishi umefanya dhambi kiasi gani, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu
alimfufua katika wafu, utaokoka. Sema amen. Yaani unaokolewa kwenye utumwa wa shetani, utumwa wa dhambi. Unaokolewa kwenye vifungo vya magonjwa, unaokolewa kwenye vifungo vya umaskini, unaokolewa kwenye laana mbalimbali zinazokufuatilia. Unaokolewa. Kuna watu ambao hata usiku wa leo, hata wiki iliyopita, wamekoshwa ajali mara kwa mara, yaani wanawindwa ili wafe. Wengine wapo kwenye kalenda ya kuoa. Nasema hivi, wewe muamini Yesu na kumkiri kwamba Yesu ni Bwana na kwamba Mungu alimfufua katika wafu, utaokolewa na hutaonewa na nguvu za kipepo. Wale wachawi hawatakuweza, yale majini hayatakuweza, zile pepo hazitakuweza, majamkeo hayatakuweza, nguvu za kipepo hazitakuweza. Cha msingi umkiri Yesu Kristo. Sema amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Unaposema amina, manake unasema karibu Yesu ingia moyoni mwangu na kubali na Yesu. Amen. Haleluya. Manake na iwe hivyo. Amen. Hapa nazungumza wakati wa sasa kwamba kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako kwamba yeye ni Bwana, kwamba Yesu ni Bwana, na kuamini moyoni mwako kwamba Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kuna watu wana uvimbe, kuna watu wana uvimbe kwenye miili yao, kuna watu wana matatizo mbalimbali, kuna watu wanaonewa na mizimu na mapepo. Nasema wamkiri Yesu kuwa ni Bwana na kwamba alifufuliwa na Mungu akatoka katika wafu, utaokoka na vifungo vya magonjwa, utaokoka, utawekwa huru mbali na mateso, utawekwa huru mbali na magonjwa kila aina, utawekwa huru mbali na laana zinazokufuatilia. Nazungumza na watu walioko duniani pande zote nne kwamba huna haja ya kuteseka, huna haja ya kuandaa mbegu wa kienyeji, huna haja ya kwenda kupiga lamli. Cha msingi mpe Yesu maisha yako, maana Yesu ni Bwana. Yeye anaokoa, yeye anapenya, yeye anafungua. Mateso bye bye, shida bye bye, hautaonewa tena. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako kwamba Yesu ni Bwana. Amen. Kwa kinywa chako, sio kusemea wengine. Kwa kinywa chako, kabla hujafunga mdomo, kabla kinywa bado kinazungumza, mkiri Yesu kwa ni Bwana. Kuna mtu mmoja saa ambayo amechoka kabisa, hawezi kuzungumza, ndio anaita watu wamuombee. Nataka nikwambie, mtumishi wa Mungu anapotaka kusema sema Yesu ni Bwana, hakuweza kusema kitu. Alikufa hivyo hivyo. Manake ni kwamba hajatimiza vigezo vya kuokolewa. Kuokoka lazima umkiri Yesu wewe mwenyewe kwa kinywa chako kwamba Yesu ni Bwana. Sema amen. Kuna watu wanamfasiri Yesu visivyo, wanamshusha viwango vyake, wanazungumza Yesu ni moja ya manabii. Hapana. Wanasema Yesu ni mmoja ya watu maalum katika Biblia. Hapana. Yesu simfananisha na mitume wana manabii, wana watu wote. Yeye independent, anajitegemea, ana uwezo wa ajabu. Yeye ni muumbaji. Yeye yupo, hana baba wala mama, ni wa milele. Kibinadamu alizaliwa na Bikira Maria. Na ndio maana ukisema Yesu ni mwanadamu kamili haujakosea. Kwa sababu mama yake ni Mariamu. Alizaliwa na wanadamu. Lakini unapozungumza Yesu ni Mungu, ni kweli. Yaani ana sifa zote mbili. Ni Mungu kamili na ni mwanadamu kamili. Mbinguni hakuna kama yeye. Duniani hayupo kama yeye. Kuzimu hayupo kama yeye. Hata hali zote alipokuwa chini yake. Kwa nini? Alikuja kumdhihirisha Mungu kwa wanadamu, kwamba Mungu alivyo, tabia zake na mwenendo wake na njia zake ndivyo anavyofanya Mungu. Kila alipokwenda aliwaponya watu, aliwaonea huruma, wenye shida aliwafungua, waliokuwa wamekufa aliwafufua. Yaani anajifanya kazi kudhihirisha uungu wa Mungu mwenyewe. Bwana anasema ya kwamba aliyeniona mimi amemuona Baba mwenyewe, amemuona Mungu Baba. Bwana Yesu apewe sifa. Ambia mwenzako upo. Yupo. Upo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wakati wa sasa ukimkiri Yesu, yani saa hizi ninazozungumza, sielewi yuko wapi, au uko gerezani, au uko barabarani, mahali popote ulipo, ukimkiri Yesu kwa ni Bwana na Mwokozi, utaokoka. Uamini moyoni mwako kwamba Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Hata kama umepitia mateso kiasi gani. Kuna watu wamefungwa, wana magonjwa mbalimbali, wana mateso na wamejikatia tamaa. Nataka nikwambie huyu Yesu, yeye ni mkuu wa uzima. Yeye ni Bwana wa mabwana. Yeye anawaponya watu, anafufua wafu. Hakuna ugonjwa ulioshindikana. Inawezekana umeshindikana kwa wataalamu wa dunia leo, lakini Mungu Yesu Kristo ni Bwana. Hakuna kinachoweza kumzuia. Labda ukatae kuamini. Ukiamini kwa Mungu yote yawezekana. Nataka nizungumze majira haya. Unasikia ujumbe huu mahali popote ulipo, amini Yesu ni Bwana. Na watu wamekaa kanisani bado hawaelewi Yesu vizuri.
Na ndio maana anaweza kaisha anavyotaka. Yeye anachokitaka anasema ushike na utembee katika neno lake. Uyatii na kuyashika maagizo yake. Yaani uishi maisha ya utakatifu, maisha ya utaua. Anasema ubebe msalaba wako, umfuate, kutembea sawa sawa na yeye. Huko ndio kumjua yeye, kuto kutenda dhambi, huko ndio kumjua yeye. Kuishi maisha ya utaua, huko ndio kumjua yeye. Kuingia kwa kuishi maisha ya utiifu, huko ndio kumjua yeye. Na shangaga napoona watumishi wanafanya dhambi. Na shangaga napoona waimbaji wanafanya dhambi. Napoona wakristo wanafanya dhambi na watu wengine wanafanya dhambi. Nasema huyu mtu labda pengine hajamjua Yesu ni nani. Shebame. Yaani kwenye upole ni mpole kweli kweli. Kwenye ukali ni mkali kweli kweli. Lakini yeye ni mwokozi wa watu wote. Kuna wakati atakapo na kitu cha hukumu hata waje kuona huruma juu ya watu ambao waliendekeza umaraya, waliendekeza uchawi, waliendekeza uganga wa kienyeji. Yaani yeye ni wa haki. Hapendelei. Bwana Yesu apewe sifa. Kama ungekuwa unamjua Yesu, hapo ulipo usingekula rushwa serikalini. Amina. Kama ungekuwa unamjua Yesu, usingeiba mke wa mtu mlezi. Kama ungekuwa unamjua Yesu, usingesengenya na kuchanganya watu. Amina. Kama ungekuwa unamjua Yesu, usingeenda kwa gunga kienyeji ili huduma yako iwe kubwa. Amina. Ungekuwa unamjua Yesu, usingetumia hilizi ili uwe na huduma kubwa. Ungekuwa unamjua Yesu, usingejichanganya, usingeweza hili, usingeweka hili kwenye nyumba yako. Ungekuwa unamjua Yesu, usingejiongeza kwenye utajiri wako. Ungemjua Yesu, usingekuwa unatamani vibiti mitaani. Baba mzima, kijana mzima anatamaa, anajifanya vya kiroho, ni kupendana kila mtu. Nataka nikwambie, huu sio wakati wa kutamani kila kitu. Ni Yesu, sema amen. Haleluya. Kama ungekuwa unamjua Yesu, usingeendekeza uvivu katika ibada. Amina. Usingekuwa na tabia za dunia namna. Amina. Yesu alivyo sio kama ulivyo. Petro alitembea na Bwana Yesu miaka 3 kama na nusu. Alianza kufanana naye, hata kutembea, hata kuzungumza naye. Manake alikuwa anamfuata Yesu. Kuna watu hawamjua Yesu, hawajamjua Yesu bado ndio maana wanatembea kinyume na Yesu. Bado wanasema Yesu ni Bwana. Anasema watu hawa wananiamini, wananiheshimu kwa midomo yao, lakini mioyo yao ipo mbali nami. Yaani hawajamjua. Kumjua ni kiwango cha ndani, kumuelewa na kumjua Mungu jinsi alivyo. Usingekata tamaa na hayo majaribu. Ukimjua Yesu hautakata tamaa. Mtume Paulo ananifurahisha anapozungumza, anasema hakuna kitu kitakachoweza kututenga na upendo ulio katika Kristo Yesu. Wala shida, wala adha, wala njaa, wala upanga, wala utajiri, wala umasikini, wala magari, wala farasi, wala nyumba, wala kuheshimiwa havitaweza kututenga na upendo ulio katika Kristo Yesu. Hizi ni sentensi za majitu ambayo yanamjua Mungu kweli kweli. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kumjua Yesu. Yesu ni Bwana. Mjua Yesu. Leo nazungumzia ubwana wa Yesu. Amina. Shida umemlinganisha Yesu na wataalamu walioko dunia leo. Amina. Yesu hafananishwi. Yesu ni wa milele. Yesu ni muumbaji. Yesu alitembea juu ya maji. Yesu ni mwaminifu. Yeye ni maji ya uzima. Yeye ni Bwana wa vita. Yeye ni tabibu wa karibu. Yeye ni mshauri wa ajabu. Yeye ni Mungu mwenye nguvu. Yeye ana sifa zote. Yeye ni mkamilifu. Sikiliza, yeye ni mwaminifu. Yeye ni wa haki. Hapendelei wachungaji, wala wainjilisti, wala mitume, wala manabii, wala kabila, wala lugha, wala kwa sababu ulikuwa unaingia sana kanisani au mara nyingine pengine ulifanyaga au ulisaidiaga yatima. Cha kwanza anaangalia, je, unamkubali yeye kwanza? Sema amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na ndio maana mara nyingi huwa na ubiri nasema cha kwanza ni uhusiano wako na Mungu. Si cha kwanza huduma, wala sio kwanza ushirika, cha kwanza huduma ya uimbaji au huduma ya uchungaji au kujiita Bwana sifiwe. Cha kwanza ni uhusiano wako na Mungu. Je, unamjua Mungu? Unamwelewa Mungu vizuri? Yaani jaribu dogo tu linakutoa unaacha wokovu hivi. Wakati umemwelewa Mungu, yaani umefundishwa, umeeleweshwa habari za Yesu alivyo, bado umeelewa unaendekeza tabia za kushilazila. Kuna Wakristo wanaoshilazila na kuna watumishi walioacha imani ama kuacha utumishi kwa sababu kadha wa kadha. Nataka niseme ya kwamba haipo sababu, sema amen, itakayomlilisha Mungu kwamba hii ndio maana nimemwacha Mungu. Biblia inasema hakuna kitakachotutenga au heshima. Wengine kwa sababu ya heshima zimewazuzuru. Amina. Kuitwa pastor imemzuzuru. Amina. Kuitwa reverend kumemzuzuru. Nataka nikwambie, Yesu alishinda hayo. Amina. Wakasema Hosana mwana wa Daudi, wakimpeperea na kumshangilia, haikumzuzua. Amen. Na hata wakati wanamtemea mate wala hakuchanganyikiwa, aliendelea kusimama katika msingi. Anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Kila mwanamke aliyekusudia na yule mwanamume aliyekusudia kutembea maisha ya Kristo ni lazima umjue Yesu alivyo.
Yesu apewe sifa. Unasikia mtu anasema kwamba nimeona nisije kanisani, nimesije kwenye ibada, nisifanye huduma fulani, nimeona watu wananikwaza. Hujamjua Yesu. Amina. Mashujaa wa imani walipitia kwenye misukosuko. Amina. Mashujaa wa imani ni makamanda kweli. Hawakuyumba, hawakuhangaika, hawakuteseka, hawakuhangaika kwa lolote. Wao hawakuyumbishwa na kelele za watu, hawakuyumbishwa na kufanikiwa, hawakuyumbishwa na kudharauliwa. Walibaki na msingi tu wa Kristo Yesu. Sema amen. Yesu ni Bwana. Amina. Pengine umehangaika miaka mingi, na kama ulimwamini Yesu kaja kurudi nyuma, huu ni wakati wa kugeuka. Bwana Yesu apewe sifa. Mtu anayemjua Yesu hawezi kucheza na wokovu. Tuna watu wanamtukanisha Mungu hapo makanisani. Wengine ni wanahuduma mbalimbali makanisani. Nataka nikwambie, inawezekana watu hawakujui, lakini Mungu anakujua vizuri. Anaelewa njia zako, anajua tabia zako, anaelewa kila jambo. Unajua Yesu alivyo. Yesu babu wa kudanganywa, wa kupetu na mpeti kama watu. Ni Mungu anajua yote. Macho yake kama miali ya moto, anajua anachokifanya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nizungumze kwenye nyakati nyingine, yani wakati ujao. Hapa nimezungumza wakati uliopita kwamba Mungu alimwadhimisha Mungu. Alishasema, yani Mungu akitia muhuri hata yoyote wa heshima yote, mtu mkuu yoyote chini ya jua, hata angesema Yesu sio Bwana, yani anajisumbua. Mungu alishapiga muhuri, alimwadhimisha mno. Lakini wakati wa sasa kila atakayeamini, atakayemkiri Yesu kuwa ni Bwana ataokoka. Na tunashuhudia pepo zinakimbia, mashini yanaondoka, magonjwa yanaondoka, kansa zinaondoka, ukimwi unaondoka, shida zinaondoka. Hii ni udhihirisho kwamba Yesu ni Bwana. Jaribisha kutaja jina la mtu mwingine, ndugu yako au mchungaji wako fulani na nabii wako fulani. Mwingine wanatabia kutendea na majina ya manabii zao. Nataka nikwambie ni kufuru hiyo. Amina. Huyo ni mwanadamu, atakufa tu. Amina. Tembea na jina la Yesu. Amina. Lala nalo, amka nalo, ishi nalo, tembea nalo. Tamka jina la Yesu. Ukiwa unapanda gari, tamka jina la Yesu. Unaenda ofisini kwako, taja jina la Yesu. Unafungua mlango, taja jina la Yesu. Unakula chakula, taja jina la Yesu. Jina la Yesu ni moto lao. Jina la Yesu ni nguvu ya ajabu. Sasa wakati unaokuja, na huo ndio wakati ambao nataka nikwambie mwanamume unayesikiliza majira haya, haijalishi cheo ulicho nacho, heshima ulionayo, maarifa ulionayo, utakutana Mungu Muumba ambaye ulimkataa kwa ni Bwana, ataonekana mbele ya uso wako. Utajibu maswali, ilikuwaje ulinikataa? Bwana Yesu apewe sifa. Wakati ujao, sema wakati ujao. Kutokana na makundi mawili, wengine watalia sana, wengine watashangilia sana, kwa sababu wengine walimkataa Yesu. Nilifurahi hotuba ya mkuu mmoja katika nchi miaka ya nyuma, Julius Kambarage Nyerere, rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Akawa na hotuba akisema kwamba ni heri uamini kwamba Mungu yupo alafu ukaja ukamkuta, kuliko useme Mungu hayupo, siku moja ukamkuta ana kwa ana. Sio utafanya aje? Na mimi nazungumza na watu ambao wamedanganywa na elimu zao, wamedanganywa na mali zao. Mali zimewazuzua, magari yamezuzua, umaskini umewachanganya, wanamkataa Yesu. Eti kwa sababu alipoombewa hajapona, anamkataa na Yesu. Sikiliza, hata usipopona, Yesu anakuwa ni Bwana, anakuwa kuaminiwa tu, anakuwa kutukuzwa tu. Yaani wanaomjua Mungu hata usipopona anasema, yaani hata usiponiponya naendelea kusema wewe ni Bwana. Hata usipokujibu swali lako, bado yanaendelea kuitwa Bwana. Alishaadhimishwa siku nyingi. Sasa tusome kitabu kipya, kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 4. Nazungumza wakati unaokuja kwa sababu ni fumbo. Wakati unaokuja ni fumbo. Kuna watu watalia, na wengine walikuwa makanisani, na wengine walikuwa kwenye magesi au vilabuni au kwenye shughuli zao, walimkataa Mungu. Yaani mtu anamkataa Mungu mpaka anakufa. Nataka nikwambie kuna hasara gani kumkubali Yesu? Unachomkataa Yesu kitu gani? Mbona unapungukiwa nini? Badala yake utapata faida. Yaani utajiri wako bila Yesu ni bure. Kumkataa kwa ni Bwana ni hasara. Yaani elimu yako bila Yesu ni bure. Ujuzi wako bila Yesu ni bure. Maarifa yako bila Yesu ni bure. Nazungumza na wale wanaonisikiliza. Nazungumza na ninyi mabinti. Nazungumza na ninyi vijana. Naona kunisikiliza kwamba yeye ni Bwana Mwokozi kwa utukufu wa Mungu mwenyewe. Soma mahali pale kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 15 mpaka 17. Mstari miwili. Mstari wa 13. Mstari wa 15 mpaka 17. 15 mpaka 17. Kwa kuwa tuwaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao
waliokwisha kulala mauti, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Bwana Yesu apewe sifa. Anazungumza kwa habari wakati kanisa linanyakuliwa, na hapa huwa anasema ni siku ya kizaazaa kwa watu waliokuwa wanakotokota dhambi, wanaoikenulia meno dhambi, wanaokotokota uzinzi, wanatembea na yusi makanisani, wanatembea na misangano makanisani. Anasema hivi, nawaambieni kwamba sisi tulio hai bado hatutawatangulia waliolala, yani waliokufa katika Kristo. Unasema wamelala, sema amen. Amina. Hata usiposema amina, kuna mahali wanasema amina. Amina. Haleluya. Yani hata wakati huo Yesu anakuja kulinyakua kanisa, hawezi kukanyaga ardhi kipindi hata shuka kwenye ardhi, atakuwa hewani namna hii akiwa na mwaliko wa malaika. Bwana Yesu na mwaliko wa malaika, anasema waliokufa, yani waliolala, waliotutangulia, waliokufa miaka mingi, watakatifu watafufuliwa kwanza. Na hivyo na sisi tutabadilika ghafla, tutamlaki Bwana hewani pamoja na watakatifu mbalimbali, akina Samueli, akina Isaya, akina Yeremia na wengine watakatifu ambao hawajaandikwa kwenye Biblia, waliokufa katika Bwana. Hao tutawatangulia, yani ghafla. Maandiko yanasema wengine watakuwa kusaga, mmoja twaliwa, mmoja achwa, wengine watalala kwenye kitanda kimoja, pengine ni mke na mume, mmoja twaliwa, mmoja achwa. Wengine watakuwa safarini mahali pengine popote, mmoja twaliwa, mmoja achwa. Maana Mungu ni wa haki. Hata kama tulikuwa tunasali kanisa moja, kama ulichanganya unaachwa tu, tutamlaki Bwana hewani, kumlaki Mwokozi. Wengi watachanganyikiwa. Biblia inasema wanawali wazuri na vijana wazuri watakimbia huku na huko wakitafuta neno la Bwana. Kanisa limeshaondoka mahali. Wakati huo neema imeshafungwa, mlango umeshafungwa. Ndio nazungumza, kuna wakati tutakwenda kumlaki Bwana. Huo ni wakati ujao, wakati wote kuanzia sasa, kwa sababu dalili anazozungumza Mwokozi zote zimetokea. Ukaingia umeingia makanisani, mazoea yameingia makanisani, watu wanafanya dhambi makanisani, chukizo la uharibifu, yani dhambi zimeingia na patakatifu ya hata watumishi wa Mungu kanisani, ili mradi wafanikishe kupata mali zao. Watu wameacha kukemea dhambi kwa sababu naogopa watu watakimbia, maana ana mahitaji ya fedha. Nataka nikwambie, sina haja ya mali na fedha ya kwako. Cha kwanza nataka ufike mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Maana yupo mhukumu wa haki atakaye hukumu wachungaji na wainjilisti na manabii na mitume, jinsi gani mlipeleka injili. Upo wakati kanisa litaondoka. Haleluya, haleluya. Kuna watu wanatenda dhambi, wameshazoea mahubiri, wamezoea kusema Bwana asifiwe. Mbinguni hawaendi wanasema Bwana asifiwe. Amina. Mbinguni hawaendi wanasema shalom shalom. Amina. Mbinguni hawaendi wanasema tumsifu Yesu Kristo. Ni wale wanaomjua Yesu. Wanaomjua Yesu hawatendagi dhambi, hawajichanganyi. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Malizia andiko la mwisho hapa. Kama sura la mwisho tuone kitabu cha Ufunuo sura 19. Mstari wa 11 mpaka 15. 11 mpaka 16. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura 19 mstari wa 11 mpaka 16. Nazungumza wakati unaokuja ambao nataka nikwambie sisi tuliokoka tunaita waliokoka watakatifu, na kile unayemjua Mungu hapo ulipo, tunatazamia mbingu mpya na nchi mpya ambayo haki inakaa ndani yake. Yani waongo hawakai kwenye hiyo nchi mpya, mbingu mpya hiyo. Yani tunatazamia, yani wakati ujao. Soma mahali pale, mtumishi wa Bwana. Kisha nikaziona mbingu zimefunuka, ndio, na tazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda aitwaye mwaminifu na wa kweli, naye kwa haki au hukumu na kufanya vita. Kwa haki au hukumu na kufanya vita. Naye kwa haki au hukumu na kufanya vita. Ndio. Na macho yake yalikuwa kama mwali wa moto. Macho yake kama mwali wa moto. Na juu ya kichwa chake vilemba vingi. Ndio. Naye ana jina lililoandikwa asilolijua mtu ila yeye mwenyewe. Ndio. Naye amevikwa vazi lililochovya katika damu, na jina lake aitwa Neno la Mungu. Ndio.
na majeshi yaliyo mbinguni wakamfuata, wamepanda farasi weupe na kuvikwa kitani nzuri nyeupe safi, na upanga mkali hutoka kinywani mwake, ili awapige mataifa kwa huo, naye atawachunga kwa fimbo ya chuma, naye anakanyaga shinikizo la mvinyo ya ghadhabu ya hasira ya Mungu Mwenyezi. Naye ana jina limeandikwa, sikiliza vizuri hapo, naye ana jina limeandikwa katika vazi lake na paja lake, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Jina lake anakuja kwenye limeandikwa mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Sema amen. Nazungumza na watawala wote duniani, nazungumza na wakuu wote chini ya nchi na pande zote. Anayekuja huyu Yesu anaitwa mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Sema amen. Yaani jina lake anaitwa mfalme wa wafalme. Kama una mfalme, yuko mfalme juu yao atakayehukumu kwa haki, na yupo Bwana wa mabwana. Sema amen. Yeye ni Bwana wa mabwana. Kuna watu anaitwa bwana shamba au bwana kuku au bwana na hivi na vile au kwa heshima alionao. Yuko Bwana wa mabwana anayehukumu kwa haki. Anakuja huyo, anakuja kufanya vita na waliomtukana, waliomkataa. Sikiliza, kutenda dhambi ni kumtukana Mungu, kumkataa Yesu ni kumtukana Mungu, kumkubali Yesu ni kumtukuza Mungu, kwamba Yesu ni Bwana, yeye ni Mungu wa miungu, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Hutakiwi kupinga, mkubali Yesu tu. Hapo ulipo, ugonjwa wako utaondoka, shida itaondoka, pepo zinaondoka, laana itaondoka, utawekwa huru, utafunguliwa, utawekwa huru kweli kweli, mateso yataondoka, balaa zitaondoka. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya kanisa. Haleluya mtu wa Mungu aliye mbali. Mungu anakupenda. Mungu anakupenda. Mungu anakuwazia mema. Ryan, ninakusihi mkubali Yesu kwamba ni Bwana. Yeye jina lake anaitwa mfalme wa wafalme. Tena anaitwa Bwana wa mabwana. Yaani hilo ndio jina limepigwa muhuri. Hata watu wangekusanyana wapinge, hata wanatheolojia wangepinga, hata wanafilosofi wangepinga, hata wajuzi wenye hekima chini ya juu wangeweza kujadili na kupinga, haipingiki. Anaitwa mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Unatakiwa kuokoka. Mpe Yesu maisha yako. Haleluya, haleluya. Nazungumza na watu wa dini zote. Sikiliza. Karibu imani nyingi sana waasisi wao walipokufa hawakufufuka. Lakini huyu muasisi wa wokovu Yesu Kristo alifufuka siku ya kwanza ya juma. Bwana apewe sifa. Na ndio maana tunapeperusha bendera ya ushindi. Yu hai. Yesu yu hai. Yesu yu hai. Yesu yu hai. Yesu yu hai. Unaweza kusimama hapo ulipo na popote ulipo. Naweza usiondoke haraka hapo ulipo, simama. Na utanifuatisha maneno haya. Na yeye anataka kumwamini Yesu, yuko mahali hapa, anaweza kusogea mbele. Wewe uliko mbali, nifuatishe maneno haya, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako kwamba Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Sasa niombe, nifuatishe maneno haya. Kamata mkono wako kushoto kwenye kifua chako na mkono wako kulia nyosha juu kuonyesha kusalenda mbele za Bwana wa mabwana. Haleluya. Unifuatishe maneno haya. Wewe ambaye haujaokoka, ulipo mahali hapo unaweza kusogea mbele. Ulioko mbali, nifuatishe maneno haya. Nifuatishe maneno haya. Hapo ndio unamkubali Yesu. Mateso na vifungo na laana havitakuwepo tena. Mateso bye bye, magonjwa bye bye. Geuka. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Ulioko kwenye gari, ulioko ofisini, ulioko mahali popote au sehemu yoyote, muda huu nifuatishe maneno haya. Ni saa yako ya kukombolewa, saa yako ya kuokolewa, saa yako ya kuwekwa huru, ni saa ya kuwekwa huru, ni saa ya kuponywa, ni saa ya kufunguliwa, ni saa ya kukombolewa. Wewe mpe Yesu maisha yako. Umeteseka na waganga wa kienyeji na umetapeliwa sana, mali nyingi umepoteza. Leo nasema hivi, mwamini Yesu, mkiri Yesu kwa kinywa chako, utanifuatisha maneno haya. Naomba utulivu. Hakuna mwenye maiki ya mgozi. Nifuatisha hapo ulipo. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninaamini kwamba wewe ni Bwana na Mwokozi, na ulikufa ukafufuka. Wewe ni Mwokozi. Ninaamini leo. Nimesumbuka miaka mingi, nimeteseka nyakati nyingi, sikuelewa kwamba wewe ni Bwana. Leo nimesikia neno lako, nimesikia ujumbe wako, nami nimekubali na kuamini Yesu
kwamba wewe ni Bwana na Mwokozi. Yesu, unipokee, uniokoe na magonjwa haya, uniokoe na dhambi hizi. Nifungue Bwana Yesu, nitakase Bwana Yesu. Leo hii nimeamua kutembea nawe, kuanza maisha pamoja na wewe. Yesu, Yesu nisaidie, Yesu nisaidie, nikomboe na magonjwa na mateso na laana. Nimekuamini kwamba wewe ni Bwana. Bwana Yesu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima, niwe sehemu ya watu wako, niwe sehemu ya watoto wako. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Leo nimeamua kukupokea Yesu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ukiwa umenyosha mkono hivyo, nataka nikwambie, nataka niombe juu yako. Yale mateso hutaiona tena, yale magonjwa hutaiona tena, ile laana ile kufuatilia hutaiona tena, yale makata majini hutaiona tena, ule uvimbe hutaiona tena, ile shida hutaiona tena. Endelea hivyo ukifunika macho, niombe juu yako. Mami Yesu, hutaona mateso tena. Uliyekuwa unasumbulia usiku, hawali usingizi, unakwenda kuona ukombozi wa ajabu. Ndio mwanzo wa maisha mapya. Nataka nikwambie, yakale yamepita, sasa yamekuwa mapya. Yesu ni Bwana. Mapepo majini makata hayana sehemu, hayatakuweza. Baba, katika jina la Yesu, namleta baba huyu, namleta mama huyu, namleta kijana huyu aliyeteseka kwa miaka mingi, alionewa na mateso, ameonewa na dhambi, ameonewa na magonjwa kila aina. Leo amesikia neno lako. Yesu, mkono wako pamoja na baba huyu na mama huyu na binti na kijana huyu na nafsi hii iliyoteswa na kuonewa kwa miaka mingi. Natamka uponyaji, natamka uzima, natamka ukombozi katika jina la Yesu aliye hai. Na ng'oa kila mapana ya kipepo, na dhibiti na kung'oa kila nguvu za mizimu, na majini makata, majini mapepo, kwa jina la Yesu Kristo. Toka kila mfungo, kila laana zilizofuatilia nafsi hii, na zivunja na kuzing'oa kwa mamlaka katika jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu, ewe ugonjwa, kansa, ukimwi, kwa jina la Yesu toka. Hama juu ya baba aliyeteswa, kwa jina la Yesu makata majini mizimu, toka. Kila nila zilizofungilisha mwanamke huyu ama mwanamume huyu, ninazikata kwa damu ya Yesu aliye hai. Na achilia moto, natuma moto, na piga, na vunja, na haribu, na ng'oa mapando ya kipepo katika jina la Yesu aliye hai. Kuanzia saa hii inang'oa na kuharibu kazi za kipepo zilizovamia nafsi hii, zilizovamia baba huyu, mama huyu, binti na kijana huyu ameteswa miaka mingi. Mapepo ya kichaa, kwa jina la Yesu toka. Kwa jina la Yesu aliye pepo akata toka. Kuanzia saa hii katika jina la Yesu aliye hai, natangaza ukombozi, natangaza ukombozi. Wako huru kwa jina la Yesu, wako huru kwa jina la Yesu, wako huru kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, na kuweka mikono ya Bwana leo. Kuanzia sasa ulinzi wa Kristo juu yako, neema ya Kristo pamoja nawe, na wewe uliyempokea Yesu huko uliko, na kutangazia uponyaji. Ulinzi wa Kristo kuanzia sasa, hutaonewa, hutateswa, hutaonewa na nguvu za kipepo. Utalala salama, utaamka salama. Agizo moja ni kwamba usitende dhambi tena. Na kokote uliko, tafuta makanisa ya waliokombolewa, waliokoka, wenye imani ya kumwamini Yesu ni Bwana. Huko uende ukajifunze, ukafundishe, uanze kukulia wokovu. Yesu akubariki, Mungu akubariki sana katika jina la Yesu. Amen. Shangilie Bwana Yesu hapo ulipo. Ibada zetu zinaendelea mahali hapa kila Jumapili mchana kuanzia saa 5:30. Pastor Riziki Nathaniel Lingonde atakuwa kikuletea ujumbe neno la Mungu mpaka saa 6:30. Pengine zikazidi au ikapungua, lakini tuanze saa 5:30. Wagonjwa na wenye shida wataombewa bure. Bwana apewe sifa. Yesu mtenda miujiza atakufungua dhidi ya utasa, dhidi ya magonjwa, dhidi ya vifungo vya kila aina. Shiriki nasi katika ibada hizi, tutamwona Bwana. Bwana apewe sifa. Tuna masomo mbalimbali ambayo Roho Mtakatifu amenipaka mafuta ili watangazie na kuwahubiria watu habari njema. Kuna watu wamefungwa na kuonewa. Fuatilia mahubiri haya Jumapili saa 5:30 na mpaka saa 6:30, lakini pia alasiri saa 10:30 mpaka saa 11:30 utaendelea kusikia habari njema za wokovu. Mungu akubariki sana.
Tufuatilie kwenye YouTube. Utaandika EAGT 24 au unaandika EAGT-24 utapata mahubiri ya kwetu. Lakini pia ukifuata kwenye Facebook utaandika PST kwa maana ya pastor, PST Riziki, utapata mahubiri. Kwenye YouTube utaandika ibada halisi, utapata mahubiri mazuri na mafundisho mazuri. Yesu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Mungu akubariki. Amen.